Kila mtoto wa kike anayekuwa mikononi mwetu ni kama mbegu tuliyopewa na Mungu kwa muda. Mbegu ambayo itaamua ni aina gani ya mwanamke dunia itapokea kesho. Katika maisha ya sasa ya changamoto, mitandao, vishawishi na msukumo wa dunia ya kuonekana, maadili kwa mtoto wa kike si hiari, ni ngao. Leo tunajadili siri ambayo kila mzazi, mlezi au mwalimu anapaswa kuifahamu, ambayo ni msingi wa maadili ndio unaounda mwanamke mwema wa kesho. Karibu kwenye Moyo wa Malezi, sehemu tunayojifunza nafsi ya mtoto kupitia hekima, upendo na uwajibikaji wa malezi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, jamii, watoto wetu na jamii nzima kwa ujumla. Karibu tuanze, tuende kuona hoja 5 ambazo zinaonyesha msingi wa maadili kwa mtoto wa kike, ambayo ni siri ya kukuza mwanamke mwema. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, kujenga tabia ya uaminifu ni nguzo ya heshima ya kesho. Mtoto wa kike anayefundishwa kusema ukweli, kusimama kwenye thamani zake na kuheshimu mipaka inayojengewa msingi imara wa maadili. Uaminifu humsaidia kesho awe mwanamke anayetegemewa katika jamii, familia na hata kazini. Uaminifu hujengwa kupitia mazungumzo ya uwazi, kumshukuru anaposema ukweli na kuepuka adhabu kali zinazomfanya aogope kukiri makosa. Hoja namba 2, kumfundisha heshima kwa nafsi. Huu tunasema ni urembo wa ndani. Kabla ya mtoto wa kike kujua kumheshimu mwingine, lazima ajue kujiheshimu mwenyewe. Yaani jinsi ya kuongea, kujivalisha, kuchagua marafiki na kusimamia maamuzi yake. Heshima ya nafsi humfanya asiingie kirahisi kwenye mitego ya presha za kijamii. Mzazi anahitaji kumuonyesha kwa vitendo kuwa thamani haipimwi kwa muonekano, bali kwa misimamo na moyo ulio safi. Hoja namba 3, kuimarisha nidhamu ni daraja la kuelekea mafanikio. Nidhamu ni siri ambayo wengi hudhani ni kali, lakini kiuhalisia ni zawadi. Mtoto wa kike anayefundishwa kujipangilia, kumaliza alichoanza, kuwajibika kwa makosa na kuishi kwa mpangilio, hukua akiwa mwanamke anayeaminiwa. Nidhamu humjengea uwezo wa kuhimili ugumu bila kukata tamaa na humsaidia kuamini kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa bidii. Hoja namba 4 ni kumjengea huruma na upendo. Huu tunasema ni msingi wa ubinadamu. Maadili si sheria pekee, bali ni moyo. Mtoto wa kike anayejenga roho ya huruma hukua akiwa mwanamke anayegusa maisha ya watu. Mfundishe kugawa alichonacho, kusikiliza kwa upendo, kutambua maumivu ya wengine na kuchukua hatua. Dunia ya kesho inahitaji wanawake wenye mioyo mikubwa, wenye busara ya kugusa, kubadili na kutuliza. Hoja namba 5 ni kukuza moyo wa kuwajibika, ambapo hapa tunasema ni maadili yanayoonekana kwa vitendo. Uwajibikaji ni kutimiza majukumu, kuanzia madogo hadi makubwa. Mtoto wa kike akielewa kuwa kila tendo lake lina matokeo, atakuwa akiwa mwanamke mwenye msimamo, anayeheshimika na anayejua kusimamia maisha yake bila kuegemea wengine. Mpe nafasi azibe makosa yake au kufanya kazi za nyumbani bila kulalamika. Hapo unamfundisha maisha halisi. Mtoto wa kike si tu zawadi, ni urithi, ni muendelezo wa kizazi kilichopo na mwanzo wa kile kijacho. Tunapoweka msingi wa maadili leo, tunajenga jamii yenye wanawake wenye hekima, uadilifu na nguvu ya ndani. Daima kumbuka, sio malezi ya leo tu, ni mustakabali wa dunia nzima kesho. Asante kwa kuungana nasi hapa Moyo wa Malezi, sehemu tunapotengeneza nuru ya kesho kuanzia leo. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa familia ya Moyo wa Malezi. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu akubariki sana.